بسم الله الرحمن الرحيم ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. Tunaondokea kwenye aya 13 leo. Wakati aya za nyuma zilikuwa zinawapa mikakati waumini nini cha kufanya baada ya tangazo lile la bara na miezi mitatu waliopewa washirikina, aidha watubu au wajipange kivita. Kuanzia aya hii ya 13 Allah anawahamasisha Waislamu msimamo wake wa kwamba wapigane na washirikina huko pale pale. Ala tuqatiluna qauman, kwa nini nyinyi waumini msipigane na hawa watu? Nakathu aymanahum, watu ambao wamevunja mikataba yao. Wahum badaukum, nakathu aymanahum, wamevunja mikataba yao ambayo ina uzito wa kiapo. Wahamu bi ikhraji rasuli, na walikuwa na dhamira ya kumtoa mtume katika mji wake. Wahum badaukum awwala marra, na sababu ya tatu, wao ndo waliokuanzeni, wamekuchokozeni, wameanza wao uchokozi, wakachokonoa vita. Kwa hiyo kuna sababu tatu hapa zilizoorodheshwa ambazo kwazo walistahiki washirikina wapigwe vita. Sababu ya kwanza ni kuvunja mkataba. Kama mmekubaliana jambo, mkawekeana saini na kila mtu ana kopi ya mkataba huu, kila upande katika pande zilizokubaliana unapaswa kuheshimu, kutunza hicho mlichokubaliana. Upande mmoja ukaenda kinyume, upande wa pili haulazimiki tena kuheshimu huo mkataba, kwa sababu ndo unakuwa umeshavunjika. Tusipigane, tumekubaliana kabisa kwa maandishi, mimi na wewe tusipigane. Sasa mwenzako katoka huko kaja na silaha zake au na maguvu yake kakupiga, huwezi kusema mimi nina mkataba naye huyu simrejeshei, atakumaliza kweli. Kwa hiyo mkataba ni mkataba, upande mmoja ukivunja na upande wa pili haulazimiki kuheshimu mkataba huu. Kwa hiyo kwa kuvunja kwao mkataba walishatangaza vita. Sababu ya pili iliyopelekea waumini waambiwe wapigane nao, wamemhamisha mtume kwenye mji wake aliozaliwa anaoupenda. Hili tulishalisoma katika sura iliyopita, suratul Anfal. Wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka au yaqtuluka au yukhrijuka wayamkuruna wayamkuru Allahu wallahu khairul makirin. Kumbuka Muhammad, walipokukalia kikao watu wako, wakapanga njama za kufanya moja kati ya mambo matatu: wakufunge jela ili usionane na watu, wakutenge na watu, au wakuue wapumzike, manake kampeni yako kwa wao ni maudhi, au wakutoe nchini, pia uwe mbali na watu wao. Na walijitahidi kupanga mipango yao, lakini Allah yote kaipangua, na Allah ni mwerevu zaidi wa kujua siri ya mipango na kuishughulikia. Kwa hiyo hii wahamu bi ikhraji rasuli inarifaa kule
kikao nyeti walichokaa kujadili tumfanye nini huyu mtu, hakomi, na kila tukimwacha anazidi kutuathiri. Kwa hiyo aidha wamfunge jela au wamuue au wamtoe nchini. Sababu ya tatu, na hiyo ya kumtoa mtume ambaye kaletwa kuuhuisha mji wa Maka, wao wanamtimua, ni sababu tosha ya kuidhinishwa vita. Na sababu ya tatu, wahum badaukum awwala marra, kwenye mkataba mliokubaliana wa amani wao ndo wameanza kuuvunja. Sasa kama wao wameanza, na ninyi hamna haja ya kusema tunaheshimu mkataba wetu. Huo mkataba utakuwa umevunjika, haupo tena. Ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum, kwa nini nyinyi waumini msipigane na watu ambao wametengua kiapo chao kwenye mkataba mliokubaliana, kwenye uzito wa kiapo? Tahridun ala qitalihim, hii ni lugha ya kuwahamasisha waumini wapambane na washirikina. Wanahimizwa wajipange vizuri kupambana nao. Ala tuqatiluna ya ma'shara almu'minina qauman, enyi waumini, kwa nini msipigane na watu naqadul uhuda, ambao wamevunja mikataba, wametengua ahadi, wata'anu fi dinikum, halafu wanakutukanieni dini yenu. Yani nyinyi dini inatukanwa mnacheka tu, mnaridhia hilo. Hiyo sababu ya kwanza. Nakathu aymanahum, wamevunja mkataba. Wahamu bi ikhraji rasuli, alafu wameazimia hasa kwa makusudi, yani wamepanga wamtimue mtume atoke kwenye nchi yao. Azimu ala tahjiri rasuli sallallahu alayhi wasallam, wameazimia kumuhamisha mtume kutoka kwenye mji wake. Min Makkata, wamtoe Maka. Hina tashawaru bidari nadwati, pale waliposhauriana kwenye daru nadwa, jumba lao lile la mikutano. Walikaa wakapanga kwenye jumba lao lile, ala ikhrajihi min baini adhhurihim, wamtoe mbele ya macho yao, hawataki hata kumuona. Kwa hiyo wakakae huko nje ya nchi, kwa hala ambako hawataonana naye. Wahum badaukum awwala marra, sababu ya tatu, hawa wao ndio waliokuanzeni kwa mara ya kwanza, wameanza wao kutokuheshimu mikataba. Humul badiuna bilqitali, wao ndio walioanza vita. Muna mkataba wa amani, lakini wao wameanza vita, wameua. Haithu qatalu hulafaakum Khuzaa, wamewaua waitifaki wenu wa kabila la Banu Khuzaa. Siku ulipofanywa ule mkataba wa Hudaibia, pamoja na masharti ya ovyo walioyaweka washirikina, mojawapo katika masharti ya mkataba ule, vifungu vya mkataba, ilisomeka muna haki ya kuwapokea watu wa kabila lolote watakaoridhia kuungana na nyinyi, na sisi tuna haki ya kuwapokea watu wa kabila lolote watakaoridhia kuungana na sisi. Ikiwa walioungana na sisi watachokozwa, basi tutakuwa tuko pamoja nao, tutawatetea. Na ikiwa wataungana na nyinyi watachokozwa, mtakuwa mna haki nao ya kuwatetea. Yani mtume sallallahu alayhi wasallama na wafuasi wake, likijitokeza kabila lolote la Kiarabu likasema sisi tunakwenda kuungana na Muhammad, hatujasilimu lakini tunamkubali, tutakuwa pamoja naye. Wakitokezea watu wa mahala popote kwenda kuwapiga wale walioungana na mtume, ndo wamemchokoza mtume, ndo maana yake.
na mtume ana haki ya kulipiza uchokozi huu. Sasa baada ya mkataba ule kulikuwa kuna makabila mawili. Fasta baada ya mkataba tu kuna kabila la Banu Bakri walikuja kuungana na Makureshi, na kuna kabila la Banu Khuzaa, hao waliungana na mtume sallallahu alayhi wasallam. Sasa ukatokezea mzozo, Makureshi wakaenda wakawahujumu hawa Banu Khuzaa kwenye eneo la Maka. Kwa kitendo hiki wakawa wamevunja mkataba, kwa sababu Banu Khuzaa walishaungana na mtume. Kuwapiga hawa vita ni sawa sawa na kumpiga mtume yeye mwenyewe vita na masahaba wake. Kwa hiyo hapa Makureshi walianza ugomvi ulioambatana na vifo, wameua, na waliowaua ni wafuasi wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Walbadi wa azlam, na mtu mwenye kuanza dhuluma kesi yote inakuwa kabeba yeye ndo mwenye dhuluma zaidi. Fama yamnaukum an tuqatiluhum, sasa nyinyi waumini watu washakuulieni watu wenu hao, kinachokuzuieni kupigana nao nini? Kulipiza kisasi. Fama yamnaukum, kipi kitakachokuzuieni an tuqatiluhum, kupigana nao? Ala tuqatiluna qauman, hamtaki kupigana na watu nakathu aymanahum, waliovunja yamini zao, wamevunja mkataba wao. Wahamu biakhraji rasuli, alafu wameazimia hasa kwa makusudi wamtimue mtume, wamfukuze mjini kwake. Jengine, wahum badaukum awwala marra, wao ndo wameanza ishari, wamekuchokozeni kwa kukuulieni watu wenu kwa mara ya kwanza tangu mlipotiliana nao mkataba wa amani. Fama yamnaukum an tuqatiluhu, sasa nyinyi waumini kwa matukio kama haya, kinachokuzuilieni msipambane nao ni kipi? Atakhshawnahum, tuseme mnawaogopa au vipi? Atakhshawnahum, munawaogopa? Fallahu ahaqu an takhshawhu, hapa Allah anastahiki zaidi mumuogope. Allah ndo anakupeni amri mpigane nao kulipiza kisasi, muwatie adabu, tabia hii sio nzuri. Sasa kama Allah anakwambieni mpigane nao, nyinyi mnawaogopa, angalieni mtawaogopa wao, mtamuogopa Allah Mola wenu. Kwa hapa Allah ndo anastahiki aogopewe zaidi. Hiyo ni amri, tekelezeni. Atakhafunahum, hivi ndo mnawaogopa hawa washirikina? Fatatrukuna qitalahum, munaacha kupigana nao, khawfan ala anfusikum minhum, munaziogopea nafsi zenu kwa watu hawa. Fallahu ahaqu an takhafu uqubatahu, Allah anastahiki muogope adhabu zake. Adhabu za Allah ni mbaya zaidi kuliko hichi mnachokiogopa kwa viumbe wake. Fallahu ahaqu an takhafu uqubatahu, Allah anastahiki muogope adhabu zake. In taraktum amrahu, mtakapoacha kutekeleza agizo lake. Agizo lake mpigane nao, anataka Allah awatie adabu kwa kupitia mikono yenu, piganeni nao. Mtakapoacha kutekeleza agizo lake, nyinyi mtakuwa mmefanya tatizo zaidi kuliko kupigana na hao watu. Kama mnawaogopa wao, hawa sio wa kuwaogopa, wa kumwogopa ni Allah mtakapoasi kutekeleza agizo lake. In kuntum mu'minin, sharti ni kwamba kama nyinyi ni waumini kweli, fateni alichokuagizeni Allah mlimuamini. Kama ni waumini kweli, tekelezeni agizo hili mara moja. Hawa watu baada ya miezi 4 mnapambana nao, ni vita tu, hakuna jingine. In kuntum musaddiqina, ikiwa nyinyi ni wa kweli.
in kuntum musaddiqina bi'adhabihi wa thawabihi, ikiwa nyinyi ni wa kweli munaamini kwamba Allah ana adhabu na ana thawabu, basi takeni thawabu zake na ogopeni adhabu zake. Qala Zamakhshari, amesema Zamakhshari, yani hapa Allah anakusudia anna qadiyata al-imani sahih, qadhiya ya imani sahihi itakayokuwepo moyoni kwa mtu, alla yakhsha almu'minu illa rabbahu, muumini hapaswi kumwogopa yoyote ila muogope Mola wake. Kwa hiyo kama nyinyi ni waumini kweli, mnatakiwa muogope Allah kwa kutokutekeleza aliloagiza. Ogopeni kutokutekeleza aliloagiza. Kadhia ya imani moyoni mwa mtu, alla yakhsha almu'minu illa rabbahu, muumini hatakiwi kumwogopa yoyote zaidi ya Mola wake. Wala yubali biman siwahu, na muumini hatakiwi amjali yoyote asiyekuwa Allah. Usiangalie miguvu yake, rekodi yake, keshaua wengi, keshafanya hivi. Hapana, Allah ana uwezo zaidi kuliko yoyote katika ulimwengu huu, mbinguni na ardhini. Kwa hiyo ukijitia wewe ni muumini, unatakiwa kama ni hofu umhofu Allah na si mwingine yoyote zaidi yake. Thumma ba'da al-hadhi wal-hathi, kisha baada ya msisitizo na himizo la watu waumini kupambana na washirikina, amarahum biqitalihim sarahatan, Allah ametoa agizo la wazi. Hayo ya huko mwanzo ni kama mahamasisho tu, alafu Allah akatoa agizo la wazi. Faqala, akasema qatiluhum, hiyo ni amri. Qatiluhum, piganeni nao. Waumini chini ya uongozi wa mtume wanaamrishwa, hiyo ni amri sasa, it's an order, agizo halali ambalo linapaswa wawajibike watakaoagizwa. Qatiluhum, pambaneni nao. Yu'adhibuhumullahu biaidikum, Allah kakusudia hasa awaadhibu washirikina hawa kwa kupitia mikono yenu. Na nyinyi mkipigana nao mnawashinda, Allah anakuwa yuko pamoja na nyinyi, atawasaidia. Kitendo hichi cha nyinyi kuwapiga hawa, Allah ndicho anachotaka kujengeni nyinyi heshima. Huku kunyanyaswa, kudhalilishwa kwa muda mrefu, basi sasa piganeni nao, kwa sababu Allah anataka awaadhibu kwa kupitia mikono yenu. Piganeni nao na mtawashinda. Mtakapowashinda, nyinyi mtakuwa mmejijengea heshima na wao watakuwa wamedhalilika. Wanatambulika kwamba wao siku zote ni wababe. Sasa wababe wakipigwa, wakiangushwa chini, ule ubabe utakuwa umezimika, na wale umuangusha mbabe ndio watakaokuwa sasa wanaheshimiwa. Qatiluhum yu'adhibuhumullahu biaidikum, piganeni nao, Allah anawaadhibu hawa kwa kupitia mikono yenu. Ai, maana yake qatiluhum ya ma'shara almu'minin, piganeni nao washirikina, enyi waumini. Fakhitalukum lahum, nyinyi kupigana nao hawa, adhabun biaidi, hii ni adhabu yangu mimi, Mola wenu ndo nawaadhibu hawa. Adhabu hii inatokana na mimi. Biaidi awliya illahi, adhabu hii inatoka ndani ya mikono ya wale vipenzi wa Allah, waumini, wafuasi wa kweli wa Allah. Wa jihadi liman qatalahum, hii ni jihadi Allah ameiamrisha dhidi ya wale ambao wanawapiga vita waumini. Wanaamrishwa waumini wanaopigwa vita wapigane, ili kukomesha kule kudhalilishwa, kunyanyaswa, kuonewa kwa tabu kwa kupitia mikono yenu. Piganeni nao. Jengine analopanga Allah kuwafanyia, wayukhzihim, anataka awape khizaya. Si wanasifikana hawa wapiganaji?
Sasa mtakapofanya anachoagiza, anataka awadhalilishe mbele ya macho ya jamii, waonekane kumbe hawana lolote wanaloliweza. Kule kuvuma kwao kwamba wana wapiganaji wazuri, mwisho wake utakuwa ni huu. Wayukhzihim, Allah anataka awafanyie khizaya, awakhizi, yani yudhilluhum bil asri wal qahri. Allah anataka awadhalilishe kwamba watakamatwa mateka mashujaa wao na watakuwa wamenyang'anywa nguvu. Itakuwa kama kwamba wao sasa ni taifa dogo, wameshikiliwa na taifa kubwa lenye nguvu juu yao. Jengine analotaka kulifanya Allah, wayansurukum alaihim, Allah anataka ushindi akupeni nyinyi dhidi yao. Nyinyi mkipambana nao, nyinyi ndo mtaibuka washindi. Kwa hiyo Allah anataka akujengeni heshima. Mambo matatu yatapatikana mkipigana nao. La kwanza, kupigana nao, hii ni adhabu ya Allah, anataka awaadhibu kwa kupitia mikono yenu. Jambo la pili, wayukhzihim, Allah anataka awadhalilishe, kule kutamba kwao, majivuno yao, mwisho sasa yaishe. Na la tatu, wayansurukum alaihim, kwa muda mrefu nyinyi mnanyanyaswa, mnadhalilishwa, Allah anataka akupeni nusra. Ile nguvu waliokuwa nayo itahama kwao, inakuja kwenu. Sasa nyinyi ndo mtakaokuwa mnatisha. Yamnahukumu dhafru wal ghalabatu alaihim, Allah atakupeni ushindi na power juu yao. Nyinyi ndo mtakaokuwa sasa mnawaendesha, badala ya alikuwa wao walikuwa wanawaendesha, wanawanyanyasa. Na la nne analotaka Allah kulifanya kwenye vita hivi, wayashfi sudura qaumi mu'minin, Allah anataka aponye nyoyo za waumini. Wayashfi, aziponye, sudura qaumi mu'minin, nyoyo za watu waumini. Watu wanaishi kwao kwa simanzi, woga, hofu. Sasa haya mwisho sasa yanataka yakomeshwe, watu waishi pao kwa amani na raha, wajisikie wako huru. Ndio maana kwenye sura ya pili Allah akasema, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum, mmefaradhishiwa vita waumini, ila hali vita ni jambo linalochukiza. Wa asa an takrahu shay'a, lakini dunia mambo yake hayatabiriki, yako baina. Huenda mkalichukia jambo, wa huwa khairul lakum, kumbe hilo mnalolichukia sana ndo khairi yenu. Wa asa an tuhibbu shay'a, na huenda kuna jambo mkawa mnalipenda sana, wa huwa sharrul lakum, kumbe hilo mnalolipenda ndo shari yenu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, Allah ndiye anayejua linalo maslahi nanyi, nyinyi wenyewe hamjui kitu. Kwa hiyo amri imekuja mpigane nao, hii ni amri yenye faida tupu kwenu nyinyi. Kuna mambo manne hayo yatakuwa yanapatikanwa mtakapotekeleza agizo hili. Qatiluhum, piganeni nao. Yuadhibuhum Allahu biaidikum, Allah anawaadhibu watu hawa kwa kupitia mikono yenu. Wayukhzihim, anataka awakhizi, heshima, kiburi walichonacho, mwisho itakuwa sasa watafedheheka tu. Wayansurukum alaihim, alafu ushindi anakupeni nyinyi mlokuwa mara zote mnaonewa. Wayasfi sudura qaumi mu'minin, na Allah anataka kuziponya nyoyo za watu walioamini, waishi kwa amani na raha na kujiamini. Yashfi qulubal mu'minin, Allah anataka aziponye nyoyo za waumini bi'ilai dinillahi, kwa kuinyanyua dini ya Allah ionekane ina nguvu. Kabla ya hapo kuishika dini ya Allah ilikuwa ni jambo la kuriski mtu maisha yake.
anaingia kwenye dini akiwa na woga, hana amani, hana raha. Lakini baada ya vita hivi kupiganwa, waumini watakuwa wanaishi kwa amani na wanaishi chembelecho wasemaji with full confidence. Kwao wanaishi kwa amani na anajifakharisha hasa mtu kuwa mimi ni Muislamu. Dini ya Allah itakuwa iko juu mkifanya zoezi hilo la kupigana na washirikina na mkawaangusha. Wa ta'dhibi al-kuffari wa khizyihim, kitendo cha nyinyi kupigana itakuwa mmeshawaadhibu makafiri na mmewadhalilisha. Kwa hiyo waumini ndio watakaoishi kwa majivuno, wataishi wakiwa na amani, watatembea kifua mbele, hakutokuwa na mtu anayeogopa. Mtu anataka kuingia kwenye Uislamu lakini akifikiri atakayomkuta anakuwa na kigugumizi. Na huyo anayefanya maamuzi mimi nimekubali potelea mbali nimesilimu, haishi kwa raha. Sasa mtu akiishi kwa simanzi, moyo hauko sawa. Lakini Allah alitaka kutibu nyoyo zao kwa kuifanya hii dini iwe na heshima. Qala Ibn Abbas, amesema Abdullah ibn Abbas, hum qaumun min al-Yamani, hawa watu walioambiwa nyoyo zao zipoe ni watu waliokuwa wako kwenye maeneo ya Yemen. Qadimu Makkah, walikuja pale Makkah, fa aslamu, wakasilimu. Wametoka kwao Yemen wakaja Makkah. Makkah ndo alipo mtume na ndipo alipokuwa anafanya kazi yake ya dawa. Sasa hawa wageni wakaja wakalifanya jambo, wenyeji wenye mji wao wenye nchi yao hawalitaki, hawawezi kubaki vizuri, hawawezi kubaki kwa salama. Kwa hiyo Allah alitaka atibu nyoyo za hao waumini. Ibn Abbas anasema waumini hasa waliokusudiwa ni watu waliotoka Yemen, walikuja pale Makkah, wakalinganiwa haki na wakaikubali, wakasilimu. Falaqau min ahliha adhan kathira, kitendo cha watu hawa wageni kusilimu kilipelekea wapate maudhi mengi kwa wenyeji wao. Hiyo familia ya Yasari mnayosikia, babake Ammar, ni watu wanatoka Yemen, wamekuja pale wakapokelewa, wakaendesha maisha. Lakini nyoyo zao waliposikia inahubiriwa haki, wakaikubali haki. Lakini wamepatwa na matatizo makubwa sana kwa sababu ya kusilimu. Fashakau ila Rasulillahi sallallahu alayhi wasallama, watu hawa wa Yemen waliopata mateso kwa sababu ya kusilimu walikwenda kushtaki kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Tunanyanyaswa kwa sababu ya maamuzi yetu binafsi ya kumkubali Mungu mmoja na kukutambua wewe ni mtume wake. Fakala, Mtume akasema, abshiru, kuweni na furaha, nakupeni bishara, fa innal faraja qaribun, faraja ipo karibu sana. Mambo haya muda sio mrefu yatakoma, yataisha. Wameenda kushtaki, tunanyanyasika kwa sababu ya kusilimu, kuamini Mungu ni mmoja na wewe ni mtume wake. Mtume akawaambia, abshiru, kuweni na habari njema, jaeni matumaini, fa innal faraju qarib, fa innal faraja qaribun, faraja iko karibu sana. Maudhi haya yote karibuni hivi yataisha, kwa sababu mtume anajua nini kitajiri baadaye. Amri imetoka wapigane watu kukomesha mambo haya maudhi, watu waishi kwa amani. Mtu anaadhibiwa mpaka anakuwa hali mbaya kwa sababu kaamua kuwa na dini tu. Sasa akabaki na dini yake, kwani wewe unadhurika nini? Wewe huitaki, hujalazimishwa. Sasa aliyetaka mwenyewe, kwa nini iwe shida? Kwa hiyo komesheni haya maudhi, watu waishi kwa furaha. Wayudhib ghaidha qulubihim, jengine Allah anataka aondoe ghaidha qulubihim. Ai maana yake yudhhib ma biha
min alghaizi, Allah anataka atokomeze yale yaliyomo kwenye nyoyo za hao waumini. Min alghaizi, hasira. Ukiteswa kwa jambo ambalo wewe unahisi sio kosa, moyo unakuwa na matatizo mengi. Kwanza unakasirika, lakini la kufanya huna. Unakuwa na oga na mbadala huna. Wa gham, na ile jaka moyo. Wa karbin, na mabalaa yaliyokuwa yanawafika. Wa huwa kataakidi lishifai suduri, na hii kauli ya pili ni kama inatilia mkazo ya kule kuponywa nyoyo zao. Yashfi sudura almu'minin wa yudhhib ghaidha qulubihim, Allah anataka aziponye nyoyo za waumini na aondoe yale mambo yenye kusumbua nyoyoni mwao. Zote atoe takataka, chuki, hasira, simanzi, woga, zote hizi Allah alikuwa anataka atoe. Kutolewa kwake ni Waislamu wapigane na hawa wenye kusababisha hayo, ili yasiwepo tena. Kwa hiyo hii wayudhib ghaidha qulubihim, nyoyo za hawa waumini zinatakiwa ziwe nyoyo safi, watu waishi kwa raha, amani, upendo au mapenzi. Wa huwa kataayidi, maneno haya ya pili ni kama kutilia mkazo lishifai suduri, ya hiyo kauli ya kwanza ya kuponyeshwa nyoyo zao. Wa faidatuhu, na faida yake sasa, almubalaghatu fi ja'lihim masrurin. Hii yudhhib ghaidha qulubihim, faidatuhu, faida yake Allah atakapozitakasa nyoyo zao zikawa sasa hazina woga, hazina simanzi, hazina chuki. Unaishi lakini moyoni simpendi fulani, namchukia fulani, lakini ndo kapewa nguvu, sina la kumfanya. Haya yote Allah alitaka ayatoe. Faida yake almubalaghatu fi ja'alihim masrurin, ni lugha inayoonyesha upeo wa juu kabisa wa kwamba Allah anataka awafanye watu waliokuwa wanaishi kwa simanzi sasa waishi kwa furaha. Anataka awajalie waumini walioishi kwenye mazingira magumu wawe ni watu wenye furaha. Bima yamunnu Allahu alaihim, kwa yale ambayo Allah atawaneemesha nayo, min ta'dhibi a'daihim, ya kuadhibiwa maadui zao. Kama mtu alikuwa anakutesa siku nyingi, lakini wewe kupigana naye huwezi. Ukitembea njiani ukimwona mbele yako anakuja, moyo unaripuka, sasa leo sijui atanifanya nini. Siku ikitokezea akapata mbabe wake yule akampiga, hukumpiga wewe, apate mbabe wake ampige apigike, wewe utaondoka hapo unacheka japo kimya kimya, maana ukicheka akikuona tatizo. Utacheka na utafurahi, yule mbabe wangu anayenisumbua leo na yeye kapata mbabe wake kapigwa. Kwa hiyo kitendo cha kupigika hawa Makureishi kitawapa furaha watu walioishi kwa idhlali kwa muda mrefu. Qala Razi, amesema Fakhru Razi, amara ta'ala biqitalihim, Allah mtukufu ameamrisha wapigwe vita washirikina. Wa dhakara fihi 5 anwa'in, na katika amri yake Allah ametaja namna 5 min alfawaidi, za faida. Nyinyi Waislamu mkipigana na hawa washirikina kutapatikana faida 5. Sasa hizo faida kwenu ni muhimu. Kullu wahidin minha, kila moja katika hizo faida 5, ya'dhumu mawqi'uhu idha infarada. Kila moja katika hizo faida 5 ikihisabiwa peke yake, basi inakuwa ni faida kubwa sana kwa waumini. Ingawaje zimetajwa separately 5, sasa kila moja peke yake yenyewe basi ni faida kubwa inayotosheleza kama zitatenganishwa. Fakaifa biha idha jtumiat, sasa ikiwa zinakusanyika pamoja zote, je, kama unazigawa moja moja, kila moja ni muhimu kwa muumini.
Sasa kama mu'min zitakusanyika hizo faida 5 zote pamoja akafaidika nazo, inakuwaje? Maisha yatakuwa ya raha. Mu'min atasikia ladha ya imani yake. Jengine, wayatubu Allahu ala man yasha, hao watakaodhalilishwa katika makafiri washirikina, pakitokezea hivi vita pia itasaidia kuwa ni fursa kwao, kwa wale watakaokuwa hawaendi ila kwa vigongo. Watakapoona wameshindwa hivi vita, miongoni mwao watajua kweli hawa wenzetu tunawapiga vita wako kwenye haki. Kwa hiyo Allah itakuwa wakijirekebisha, kawapa fursa ya kujirekebisha ili yakubali toba zao. Wayatubu Allahu ala man yasha. Na jenginelo litakalopatikana kwa nyinyi kupigana nao, hawa mahasimu zenu kuna wengine wako na uwezekano wa kutubu, watasilimu. Kwa hiyo itakuwa kupigana nao ni fursa kwa baadhi yao kusilimu, watajirekebisha makosa yao mbele ya Allah na Allah atakubali toba zao. Kalamun musta'nifun, hai maana yake yamunu Allahu ala man yasha'u minhum, mkipigana nao watu hawa washirikina, Allah ataweka neema zake kuwaneemesha anaowataka miongoni mwao. Wapo wengine wana uwezekano wa kunyooka hawa. Kwa hiyo kuna wengine kwa neema zake Allah atawaneemesha anaowataka minhum, miongoni mwa hao washirikina, bitaubati, kwa kuwapa fursa ya toba, wadukhuli fil islami, na wakaingia kwenye Uislamu, ka Abi Sufyana, kama mfano Abu Sufyan. Abu Sufyan kwa miaka takriban 20 ni adui wa Mtume. Vita vyote vikubwa hivyo wanapopigana Makureshi dhidi ya Mtume, Abu Sufyan alikuwa ndo jenerali anayeongoza vita. Lakini hatimaye baada ya Fathu Makkah na yeye kaslimu kwa fadhila ya Allah, yeye na mkewe Hindi ndo aliyomuulisha Hamza, akatoa amri ya pasuliwe ili ale maini yake, na yeye alisilimu baadaye. Kwa hiyo yote Allah yako kwenye ilmu yake, anasema pambaneni nao. Wengine hawa huwa hawafahamu mpaka kwa shida. Wanasema Waswahili, punda haendi ila kwa vigongo. Sasa kwenye shida hii wengine wanaweza wakapata maarifa, wakajua tunayepambana naye kweli ni mtume wa Mungu. Ingelikuwa ni binadamu wa kawaida, kwa juhudi tulizozifanya angelikushamalizika, lakini kweli tunapambana na nguvu tusizoziweza. Kwa hivyo watatubia makosa yao, watakubali haki, wataslimu na Allah atawasamehe. Wallahu alimun hakimun, kamalizia hivyo Allah kusema wallahu alimun hakim. Kuna mambo nyinyi mnayaona yako kushoto, lakini kumbe ni mambo ya kulia, na mengine nyinyi mnayaona ya kulia, lakini kumbe ya kushoto. Allah ana elimu na hufanya mambo yake kwa hikma. Kwa hikma yake anajua faida zitakazopatikanwa kwenye amri ngumu ya kupigana vita aliyokupeni. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah ndo anayejua na nyinyi hamjui kitu. Kwa hiyo kwa sababu hamjui kitu, anayejua akikuambieni jambo litekelezeni. Hakuamrishini ila lenye faida tu, na hakukatazeni jambo isipokuwa litakuwa lina madhara nanyi. Yule anayejua akikuamrisheni jambo tekelezeni, kwa sababu nyinyi hamjui. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum, mmefaradhishiwa vita hali ya kuwa ni jambo linalochukiza kwenu. Nyinyi mnaona ni jambo baya, lakini lishafaradhishwa, ni faradhi kupigana. Wa asa an takrahu shay'a, huenda kuna jambo mkalichukia, wa huwa khairul lakum, ikawa jambo hilo ni kheri yenu. Wa asa an tuhibbu shay'a, na huenda ikawa kuna jambo mnalipenda, wa huwa sharrul lakum, lakini hilo mnalolipenda ndo shari yenu. Mnaichukia kheri na mnaipenda shari. Sasa kwa sababu nyinyi
taalamun, nyinyi hamjui kitu. Hii kamalizia wallahu alimun hakim, Allah ni mwenye elimu, yeye ndo mwenye elimu kuliko wenye elimu wote. Aliposema wa fawqa kulli dhi ilmin alim, kama mnajivunia wasomi wenu, kila aliyemsomi kazidiwa, aliyewazidi wote ni Allah subhanahu wa ta'ala. Juu ya Allah hakuna mwingine. Alimun bi asrarin alimun bil asrari, Allah anajua siri, vitu vilivyofichikana. La takhfa alayhi khafiyatun, katika vile vitu ambavyo kwenye elimu yenu nyinyi vinajificha, vingine hamvijui, Allah kwake yeye viko wazi, hakuna asichokijua. Hakuna kinachojificha katika elimu ya Allah. Nyinyi mnaweza mkatanzwa na jambo likawashinda, lakini Allah hatanzwi na jambo likamshinda. Hakimun, Allah ni mwenye hikma. La yafalu illa ma fihi hikmatun wa maslaha, Allah hafanyi jambo isipokuwa linazingatiwa ndani yake kuna hikma na maslaha. Yote anayoyafanya Allah yanazingatia hikma na maslaha. Kwa hiyo hakuna baya atakaloagiza, hata kama nyinyi mtaliona baya, kwa sababu kaagiza Allah hilo lina manufaa, lina maslaha na limewekwa kwa hikma maalum. Qala Abu Saudi, mwanachuoni Abu Saudi amesema, walaqad anjaza Allah subhanahu jami'a ma wa'adahum bihi, Allah kayatimiza yote yale aliyowaahidi waumini. Kuna ahadi kede kede hapo kaweka, wallahi zote zimetimia. Waumini walitekeleza waliloagizwa na Allah kawatimizia yote aliyowaahidi. Ala ajmali ma yakunu, tena kawatimizia kwa namna nzuri usivyoweza kutegemea, namna nzuri sana. Wao ndo waliokuwa sasa wakubwa katika mji ule, nguvu ikawa iko kwao, wakaishi kwa amani, wakaheshimika mbele ya jamii za watu wengine. Fakana ikhbaruhu alayhi salam, kwa hiyo yale mambo ambayo yalikuwa yanatolewa habari na mtume, kama aliyowaambia watu wa Yemen, kuweni na furaha, faraja ipo karibu. Yale yote ambayo mtume alikuwa anayatolea habari, sio sadiki ukipenda, yote yalikwenda sawa sawa kama alivyoahidi. Fakana ikhbaruhu alayhi salam bidhalika, kutoa kwake taarifa mtume ya jambo hili kabla wuquhi, kabla halijawa, muujizatun azima, ulikuwa ni muujiza mkubwa. Anasema jambo mtume kuambia watu waliokata tamaa, halafu muda si mrefu linakuwa kama alivyoahidi. Kwa hiyo ulikuwa ni muujiza mkubwa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Aya inayofuata Allah akasema, am hasibtum an tutaraku, au nyinyi waumini mnadhania mtaachwa tu hivi hivi. Muumini anatamani madam mimi nimemwamini Mungu, ibada ninafanya, basi aishi hapa kama malaika, asipatwe na tatizo, asipewe mtihani. Na si kanuni hiyo ya kimaumbile. Hata mitume wametahiniwa kwa mitihani migumu, mikubwa na migumu. Sasa nyinyi waumini mnapewa amri nyingine, mnaziona ngumu, mnazikomalia. Am hasibtum, au mnadhania, an tutraku, baada ya kusema tumeamini mnadhania mtaachwa tu hivi hivi. Am hasibtum, au mnadhania, an tutraku, kwamba baada ya imani yenu mtaachwa tu hivi hivi, mutunzwe kama mayai. Walamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum, kabla Allah hajawathibitisha wale waliopambana miongoni mwenu. Kila ukisema una imani na imani yako ikionekana ni kubwa, ndio mitihani yako inakuwa ni mikubwa kwa mujibu wa kiwango cha imani yako. Yubtala nasu ala qadri imanihim, watu siku zote duniani hupewa mitihani kwa kadiri ya kiwango chao cha imani. Kadiri ukiwa na imani kubwa zaidi, na mitihani yako ndio inakuwa mikubwa. Ni mnasoma shule, kadiri ukienda kwenye mabanda ya juu zaidi, mitihani yako ndio inakuwa mikubwa kwa mujibu wa level ya elimu yako.
Huwezi kuwa huko form 4 ukapewa mtihani wa darasa la 6 kwa mjaradi wa kwamba keshapewa mtihani. Hapana, utapewa mtihani kwa level yako ya ufahamu, elimu ulionayo. Na ukienda chuo kikuu hupewi mtihani wa form 6. Kadiri ukiwa uko juu na mitihani yako inakuwa ya juu kwa mujibu wa kiwango chako. Sasa nyinyi mnakuwa maagizo mengine mnayakomalia, mnayashupalia, ampendi. Am hasibtum an tutraku, au mnadhania mtaachwa tu kwa sababu ndo mshaamini. Munqati'atun bimaana i'am munqati'. Am ni maneno yanayojitegemea, bimaana maana yake bal, lakini nyinyi. Hiyo am maana yake bal, lakini nyinyi. Hasibtum, munadhania, antuturaku, madamu mshaamini na ibada mnafanya, mnadhania muachwe tu hivi hivi, msipewe tena usumbufu wowote. Wal hamzatu, na hiyo hamza, ai bal ahasibtum, lakini nyinyi tuseme ndo mnadhania. Hiyo hamza ni ya kuulizia swali. Ya maashara almu'minin, enyi waumini, munadhania an tutraku, baada ya kuamini kwenu muachwe tu, mueluzi tu hivi hivi, bighairi mtihani, bila ya kupewa mtihani wowote. Maisha hayako hivyo. Wabtilain, au kupewa jaribio lolote. Huwezi kuwa upgraded ukapandishwa daraja kama hujapewa mtihani husika. Hata jeshini unaanza na hamna kitu, unaingia kozi ile ya depo, recruitment course, lakini ukitaka kupewa ule ukoplo lazima kuna kozi uende tena uifaulu, ndo cheti chako kitakuwa kizuri, rank itapanda, maslahi yataongezeka. Na ukitaka kuvua zile tepe mbili uongezwe ya 3, lazima uende kozi, na kozi silele mama, haswa ya jeshi. Kozi sio mchezo. Sasa uende kozi, ufaulu kozi, ndo utapata maslahi, cheo kitapanda na maslahi yataongezeka mpaka utafikia cheo chochote alichokukadiria Allah. Lakini mitihani au kozi ni lazima, na imani ni hivyo hivyo. Upandishwi daraja kama hujapewa mtihani husika wa kukupandisha daraja. Lazima upewe mtihani, na inatakiwa ufaulu huo mtihani ndo unapanda daraja yako. Ukipewa mtihani ikawa ndo sababu ya kufeli, unashuka. Kwa hiyo mnadhania mtaachwa tu kwa sababu mmeamini, bighairi mtihanin wala ibtilain, bila ya kupewa mtihani au majaribio. Yu'rafu sadiqu minkum, hii mitihani na majaribio inatumika makusudi kwa kumtambulisha aliyemkweli miongoni mwenu. Wanaodai imani ni wengi, lakini hii mitihani siri yake, huyu ni muumini kweli. Sasa lile jaribio likija lina proof huyu kweli kakomaa, yuko vizuri. Sasa mtakaa tu msichujwe bila ya kupewa mitihani ambayo yu'rafu sadiqu minkum. Kwa mitihani hiyo atajulikana aliye muumini kweli miongoni mwenu, fi dinihi, kwenye dini yake. Huyu ni mwanadini kweli, ana imani, anampenda Mola wake, anampenda mtume wake, anawajibika ipasavyo. Minal kadhibi, atofautishwe aliye mkweli kutokana na aliye muongo. Huyu si muumini. Mchana mtu, jioni shehe anasomesha msikitini, usiku anageuka mbwa. Huyu ana sehemu mwenyewe, anaenda huko anaambiwa anakalia kiti cha dhahabu, ndo bosi wao giningi. Tofauti. Mitihani inakuja kuwa sort out watu hapa duniani.
ni nani mkweli, nani daraja yake ya juu, nani wa chini yake, nani yuko watatu yake, kama vile shuleni mnavyofanya mitihani. Na kwenye imani Allah huwa anafanya hivyo. Mitihani ina maana yake. Bal antum tahsibuna au bal ahasibtum ya ma'shara almu'minin, lakini tuseme ndo mnadhania nyinyi waumini, antutoraku, baada ya imani yenu muachwe tu hivi hivi, bighairi imtihanin wa ibtilain, bila ya mtihani na kupewa testi ndogo ndogo, yu'rafu sadiqu minkum, ili ajulikane mkweli miongoni mwenu, fi dinihi, katika dini yake, min alkadhibi fi, atafautike na yule aliyekuwa muongo kwenye imani na dini yake. Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum, na mnafikiri msipewe mitihani wakati Allah hajawatambulisha waliofanya jihadi miongoni mwenu. Vyote hivi mnavyoagizwa mfanye vinakufanyeni mtafautiane kwenye daraja zenu, kwenye grade zenu na nafasi zenu mtakazo kwenda kulipwa siku ya malipo. Kwa nini msipewe mitihani? Walamma ya'lamillahu, kabla hajawatambulisha Allah, alladhina jahadu minkum, wale walioshiriki jihadi miongoni mwenu, waliofanya juhudi maalum ya kuipigania hii dini. Wengine wamo ndani ya dini, lakini hiyo dini ni hasimu wao, hawaipendi, lakini hamwajui. Na wengine wanafanya kila wanachokifanya kwa imani safi na mapenzi ya kumpenda Mola wao na kutaka kupanda daraja zao. Wanafanya kitu ambacho wanatarajia kesho kikawaweke mahala pazuri. Hawa watu wako tofauti, anayefanya kwa malengo na anayefanya basi tu kwa ushabiki tofauti. Walhalu annahu, muachwe tu hivi hivi, hali ya kuwa ni kwamba lam yatabayyan almujahidu minkum min ghairihi, hawajatofautishwa bado wale wanaofanya juhudi ya dhati miongoni mwenu na wale wazembe ambao hawapendi na hawafanyi juhudi yoyote. Walmuradu bil ilmi, na makusudio ya hii elimu hapa sio kwamba Allah hawajui waja wake mpaka wafanyie mitihani, yeye anajua. Lakini elimu hii sisi wenyewe tutajuana yakitokea mambo. Hata na kiongozi huyo mtume, kuna watu walikuwa hawajui siri zao. Kwa hii mitihani ndo yeye akawa na knowledge ya kuweza kuwatofautisha watu, na anapotoa majukumu akawa na ujuzi wa kusema jukumu hili linamfaa fulani na fulani halimfai. Kwa kupitia hii mitihani, na yeye pia kiongozi alikuwa kuna msaada anapata kuwatofautisha watu wanaowaongoza na kuwajua misimamo yao. Huyu tulikuwa tunamdhania kheri, kumbe si katika sisi. Huyu tulikuwa tunategemea atafanya vizuri kwenye suala fulani, kumbe haliwezi. Huyu tulikuwa tunategemea hivi, kumbe iko vingine. Kwa kupitia mitihani ndo tunajuana. Nafahamiana Kwa kupitia mitihani sisi wenyewe ndo tunajuana, sio Allah. Allah toka hapo anajua. Kwa hiyo yeye akiileta hiyo mitihani anatusaidia sisi kujuana. Huyu ndiye, huyu siye. Huyu dhamana hii anaiweza, huyu haiwezi, msimpe. Dhamana hii kamtafuteni fulani yuko mahala fulani apewe. Wakati mwingine mtu anaagiziwa hayupo, niitieni fulani, anapewa jukumu ambaye huyu kwa kazi hii anakuwa ndiye anayeiweza zaidi kuliko wote. The most competent person anaitwa na anapewa jukumu husika ambalo yeye ndo analiweza vizuri zaidi kuliko wengine. Sio kama tunavyofanya sisi. Mwenzetu mwana maskani huyo, mchukue mpe udaktari, daktari wala hajui hiyo fani, alimradi awekwe tu pahala. Sio hivyo. Mitihani ni muhimu. Walmuradu, na makusudio bila ilmi, ya hii elimu aliyoitaja Allah hapa, wala ma ya'lamillahu, ilmu dhuhuri, ni elimu ya kuthibitisha vitu vidhihiri vile vilivyo. Hii huwasaidia watu, sio yeye. La ilma khafa, sio ilmu ya kitu ambacho kimejificha. Allah anajua vilivyofichikana. Sasa hivyo vilivyofichikana hivyo
Allah akileta mitihani huwa anavitibua, vinadhihiri kwenye ufahamu mdogo wa viumbe wenyewe wanapata kujuana. Fa innahu ta'ala ya'lamu dhalika ghaiban, Allah anajua vilivyofichikana, yeye ndo mwenye elimu ya ghaibu, lakini binadamu hakuna mwenye elimu ya ghaibu. Kwa hiyo Allah hufanya vitu miongoni mwetu vikatusaidia wenyewe kufahamiana na tukaweza kufanya mambo yetu kwa weledi zaidi. Farada, kwa hiyo Allah alichokitaka kwa kupitia mitihani aliyoifanya, na mitihani mingine migumu kwa hiyo kama hiyo kuambiwa mpigane vita, shughuli inakuwa. Kwa hiyo farada idhara ma alima, Allah alitaka kuyadhihirisha yale ambayo yeye anayajua, sisi hatuyajui. Kwani malaika si walikaa na Ibilisi miaka mingi mbinguni? Binadamu hajaumbwa, na alikuwa mchapa ibada vizuri tu Ibilisi, kapewa majina mazuri kila mbingu. Allah alipotaka kuyafichua yaliyomo ndani ya nafsi ya Ibilisi, si mnaona mtihani aliofanya? Kasema ninaumba kiumbe atakuwa ni khalifa wangu ardhini, nikimkamilisha na nikamwekea roho, nyote mpeni heshima. Mmeona yalivyofichuka yaliyomo ndani ya nafsi ya Ibilisi. Kwa hiyo viumbe hata malaika walikuwa hawaujui undani wa Ibilisi. Walimuona kwa mazingira ya kule walivyokuwa wanaishi naye, ni mchapa ibada tu, mwema sana, kanyoka. Kumbe aliyemuumba anajua kapinda. Sasa hawa watajuaje kuwa huyu kapinda? Ndo kafanya ule mtihani, kikadhihiri kilichokuwa kimejificha. Kwa hiyo kwenye maisha yetu yote tunayoishi, haya ndiyo ambayo Allah anatufanyia. Mitihani yote inayojitokeza ni msaada kwetu sisi wenyewe. Yeye mwenyewe Allah anajua kila kitu kabla hakijafanyika. Farada Allahu, kwa hiyo Allah alitaka idhara maalima, kukidhihirisha kile ambacho yeye anakijua, liyujaza ala al-amali, ili watendaji sasa baada ya hiyo mitihani kile watakachokwenda nacho waje walipwe kwa mujibu wa walivyofanya, na siku ya malipo kutakuwa na maajabu. Inawezekana mtu wa kheri, mwema, mwalimu, imamu, mwalimu, shekhe akahukumiwa kwenda motoni. Watu wote wakashangaa. Wengine watasema mimi nimeingia kwenye Uislamu kwa sababu ya huyu. Mbona leo anahukumiwa hivi sasa? Picha gani inajengeka hapo? Allah dhalimu? Juhudi yote aliyoifanya huyu, alafu anakwenda kumpeleka katika adhabu. Kwa hiyo ithbati itatolewa kwamba huyu hakuwa kama hivyo mnavyomfikiria, alikuwa tofauti. Na inawezekana mtu mbaya kabisa, siku alipokufa watu walishukuru duniani, alhamdulillah bora lilivyoondoka. Siku ya kiyama mkaambiwa anaenda peponi, tena firdausil aala, mkashangaa. Na hili nalo hilo linaenda peponi, kwa sababu nyinyi mlishuhudia mengi katika aliyoyafanya, lakini hamkujua siri ya toba yake na Mola wake na alivyomalizia mwisho katika umri wake. Hamjui kwamba kumbe alijirekebisha akasamehewa, kamalizia vizuri. Kwa hiyo haya ndiyo yanayojiri kwenye maisha yetu ya kila siku. Unaweza akahukumiwa mtu jambo wala hukumu hiyo haikumuhusu, akadhaniwa mtu jambo kumbe sivyo kiuhalisia alivyo. Kwa hiyo Allah huleta mitihani ili yale yaliyofichikana katika ilmu yake angalau mengine yajitokeze, yatusaidie sisi. Am hasibtum, au mnadhania, an tutraku, mtaachwa tu hivi hivi. Walamma ya'lamillahu, kabla Allah hajayatambulisha, alladhina jahadu minkum, hajawatambulisha wale waliofanya jihadi miongoni mwenu, waliojitahidi katika kuipigania dini. Walam yattakhidhu min dunillahi wala rasulihi wala almu'minina walija. Mnadhania asilete mitihani ya kuwatofautisha watu
kabla Allah hajawatambulisha, mkajuana wenyewe waliofanya jihadi miongoni mwenu na wale waliokuwa wakweli katika imani, bimaana walam yattakhidhu badala ya Allah wala rasulihi, wala hawakujifanyia badala ya mtume wake, wala almu'minina, na wale ambao hawakujifanyia badala ya waumini, walija, rafiki mwandani waliyemshiba. Analeta mitihani ya kuthibitisha waumini wa kweli. Muumini wa kweli wali wake ni Allah, mtume wake na waumini wenziwe. Lakini kwenye jamii pana ya waumini kuna watu mapenzi yao makubwa yako kwa wale maadui wa Allah, maadui wa mtume na maadui wa waumini. Yeye Muislamu lakini anawapenda maadui wa Uislamu na wa Waislamu. Kwa hiyo Allah anasema mitihani ikija ina makusudio mengi, miongoni mwa hayo ni haya. Mkijuana huyu ni mwenzetu kweli, basi inakuwa raha. Lakini kuvangandia watu ambao sio wa kweli, mashaka inakuwa. Yani maana yake walhalu annahu lam yatabayyan, muacha hivi hivi hali ya kuwa hawajabainishwa miongoni mwenu, almujahidu minkum, aliyeshiriki jihadi miongoni mwenu, min ghairihi, akitafautishwa na asiyeshiriki jihadi. Yule anayetaka dini iwe juu na mwingine anasema sisi dini hatuna haja nayo, hatuitaki, tunataka ubepari, tunataka Ukristo, tunataka Ubuda, tunataka mila zetu tu za jadi, tunataka uchawi ndo utawale, tunataka hivi. Watu wana makando kando yao mengi. Mitihani ndo inawatofautisha. Wal muradu bil ilmi, na muradi wa hiyo ilmu iliyotajwa hapo, ilmu dhuhuri, ni elimu ya kutokezesha yale yanayojificha. La ilma khafa, sio elimu ya ghaibu iliyojificha. Elimu ya kwamba haya mambo yaliyosirini yatokeze practically, tuwe tunayaona, tuwe tunayajua. Fa innahu ta'ala ya'lamu dhalika ghaiban, Allah anayajua yaliyofichikana bila ya kudhihirishwa. Faarada idhahara maalima, alitaka Allah ayadhihirishe yale anayoyajua yeye yaliyomo nyoyoni mwa viumbe wake, liyujaza ala al-amali, ili watu waje walipwe kwa mujibu wa walivyokuwa wanafanya. Walam yatakhidhu min dunillahi wala rasulihi wala almu'minina walija, akae tu asikupeni mitihani kabla hajawatambulisha watu ambao walikuwa ni waumini kweli, hawajajifanyia rafiki badala ya Allah na mtume wake na waumini wenzao. Anataka wathibitishe waliokuwa waumini wa kweli, hana rafiki aliyemweka moyoni anayekinzana na Allah na mtume na waumini wa kweli. Jahadu fi sabilillahi, anataka Allah awathibitishe watu waliofanya juhudi mwisho wa uwezo wao wa kuipigania dini ya Allah. Walam yatakhidhu, na walipofanya hivyo kuipigania dini hawakujifanyia bitanatan, mwandani, mpenzi, mshauri, wa aulia au marafiki, minal mushrikina, katika washirikina. Mwingine ni Muislamu lakini mapenzi yake yote yako kwa washirikina, ushirikiano wake anatoa kwa washirikina, lakini anajidai Muislamu. Yufshuna ilaihim asrarahum, ni Waislamu lakini wanachokipata kwenye Uislamu wanatoa siri za Waislamu kuwapelekea washirikina, maadui wa Uislamu. Sasa mitihani hujitokeza, ukaona watu wanafanya mambo kama haya. Huyu mwenzetu kavujisha siri, huyu mwenzetu anashiriki vikao vya wale jamaa, sijui wanamtumiaje. Huyu mwenzetu, hasa huyu akiwa ndumila kuili, tukimjua tutachukua tahadhari naye, anatoa siri za Waislamu. Ndio hiyo mitihani anataka Allah idhihiri, muwajue, mujuane kwamba kuna watu wanavujisha siri zenu za usalama wenu, akazitoa kwa adui. Wayualunahum min duni almu'minin, wanawafanya wale washirikina maadui wa Uislamu ndio aulia badala ya Waislamu wenzao.
Muislamu anaweza akamsaliti, akamponza, akaingia kubaya kwa sababu anayoijua mwenyewe. Walgharadu min alaya, makusudio ya aya hii, anna Allah ta'ala, hakika Allah mtukufu, la yatruku nasa, hawaachi watu. Allah hatuachi duna tamhisin, basi na kutupambanua. Yanatokezea tu mambo yakatupambanua. Yadhharu fihi tayyib, kwenye upambanuzi wa Allah huwa anadhihiri kwenye macho ya jamii mtu mwema mzuri, min alkhabithi, akatofautika na yule mtu mbaya khabithi. Inakuja mitihani inatubagua, kila mmoja huonekana pale alipootea, kumbe huyu wa huku, huyu ukimweka position hii hachezi vizuri. Sasa anaiweza hii position, yule kule ndo anaweza kucheza hapa. Mitihani ndo inafanya kazi hiyo. Wallahu khabirun bima ta'malun, aya imemalizia kwa kusema Allah anajua yote mnayoyafanya. Khabirun bimaana he is aware, anafahamu kila kitu, juu chini, chini juu, ndani nje, nje ndani. Wallahu khabirun bima ta'malun, ay ya'lamu jami'a a'malikum, Allah anajua matendo yenu yote. La yakhfa alayhi shay'un minha, hakuna chochote katika matendo yenu ambacho mbele ya Allah kinakuwa kimejificha, hakijui. Allah anajua kila kitu, lakini anayoyafanya, yanayojitokeza kwetu ni kwa ajili ya manufaa yetu wenyewe, ni msaada kwetu wenyewe. Kutokana na muda tuweke hapo. Inshallah narudia tena mara moja aya tulizozisoma neno kwa neno. Bismillahirrahmanirrahim. Tunaanza kusoma kwa kutanguliza jina la Allah mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Ala tukatiluna qauman, hivyo nyinyi hamtaki kupigana na hawa watu. Kwa nini musipigane na hawa watu? Nakathu aymanahum, ambao wametingua yamini zao, wamevunja mikataba. Wahamu bi khiraji rasuli, na wameazimia samakusudi kumtimua mtume mjini kwao alipozaliwa. Wahum badaukum awwala marra, na kwenye suala hili wao ndo waliochokoza kwa mara ya kwanza. Tangu mlipokatibiana, wao ndo wamevunja mkataba, kwa hiyo mna haki ya kulipiza. Kwa nini msipigane nao? Atakhshawnahum, ndo mnawaogopa? Fallahu ahqqu an takhshawhu, kama ni swala la woga, kwa hapa Allah ndo mumuogope zaidi. Allah ndo anastahili mumuogope, maana msipotekeleza agizo lake anaenda na nyinyi. Msiwaogope watu. Fallahu ahqqu an takhshawhu, hapa Allah ndo anastahili mumuogope zaidi. In kuntum mu'minin, kama ni kweli nyinyi waumini, kama mnavodai, kama mnadai imani, hapa muogopeni Allah, msiwaogope watu. Qatiluhum, piganeni nao. Amri sasa hiyo ya juu ilikuwa kama ni advertisement. Sasa amri moja kwa moja inakuja, qatiluhum, piganeni nao. The reason behind yu'adhibuhumullahu biaidikum, Allah anawaadhibu kwa kupitia mikono yenu. Kapanga awatie adabu kwa kukutumieni nyinyi, piganeni nao. Wayukhzihim, alafu anataka awape khizaya, wanajiona wako top, wako juu, anataka awadhalilishe. Wayansurukum alaihim, halafu siku nyingi wanawadhalilisha nyinyi. Allah anataka akupeni nyinyi nusra dhidi yao, nyinyi muwe juu, wao wawe chini. Watajua kama shubiri mchuzi au vipi. Jengine, wayashfi sudura qaumin mu'minin, amri hii ya kupigana nao, Allah anataka aponye nyoyo za waumini, aondoshe yale mambo yanayowasumbua, waishi kwa furaha na amani. Wayudhib ghaidha qulubihim, na Allah anataka aondoe yale mafundo yaliyomo nyoyoni mwao waumini, ya woga, simanzi,
chuki. Wayatubu Allahu ala man yasha. Na upande wa pili wa hao maadui zenu pia kuna fursa Allah katoa kwa kutumia agizo hili. Wayatubu Allahu ala man yasha. Allah anataka akubali toba za makafiri, wale anaotaka kukubali toba zao. Watakaokubali kusalim amri, Allah atawasamehe yote walioyafanya. Wallahu alimun hakim, na Allah ni mwenye elimu na ana hikma katika kufanya mambo yake. Am hasibtum, au ndo mnadhania, antutaraku, kwa sababu mmeamini muachwe tu hivi hivi mule bata. Hapa sio mahala pa kula bata, hapa duniani mahala pa kazi. Malipo ya kazi yenu huko ndo mtakakoenda kutumia. Am hasibtum an tutaraku, lakini nyinyi mnadhania baada ya kuamini muachwe tu hivi hivi, msishughulishwe. Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum, wala Allah hajawatambulisha waliokuwa wapambanaji kweli miongoni mwenu. Walam yatakhidhu min dunillahi wala rasulihi wala almu'minina walija, hajawatofautisha Allah waumini wa kweli ambao hawajajifanyia rafiki badala ya Allah na mtume wake na waumini wenzao. Kwa hiyo wewe kama ni mu'min alafu una urafiki na maadui wa waumini, mitihani ya Allah itakuumbua. Walija ni mtu yule ambaye umemweka moyoni agizo lake kwako sharia, anakutuma, anakuamrisha, anakushauri na unasikiliza ushauri wake, kipaumbele chako, jembe lako. Sasa kwa mu'min, majembe yake yanatakiwa ya Allah, mtume na waumini wenziwe. Hatakiwi muumini kutengeneza uadui na muumini mwenziwe. Unamchukiaje sasa mwenzio na mnacheza timu moja? Wallahu khabirun bima ta'malun, Allah anayajua yote mnayoyafanya. Tunaweka aya ya 16 hapo leo. Wallahu a'lam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.